Sasa mimi niwaambie, sio tunaishi na watu hapa kila siku tunachukulia poa. Jamani, tunaishi na mabondia. Leo nimeona pambano. Oa. Akikombogo basi ndo kaingia mkenge bwana. Kakutana na muuni. Kakutana na Sahili. Kala chuma chini. Sikinya mbinguni. Mtu kanondoka tukote. Oya, wewe mkei wewe. Hizi taarifa umepata wapi? Muda wote tulikuwa tumekaa wote. Mwongo. Ukweli ni kwamba tulikuwa tumekaa mimi na MK. Akikombogo kapitishwa pale, kabebwa na walimu. Pamoja na head boy alikuwepo. Sasa tukataka kukimbia tuje kuwapa taarifa, tukamwona Sahili anaondoka. Wewe MK, hizo taarifa umezipata wapi? Hilo sio najiuliza, hili ndio jibu lake sasa. Wanafikiri Akikombogo dondoke peke yake anoma kifafa. Sasa hapa tajeni majibu haya mawili. Kama sio kardinali, marehemu. Na wale walimu walombeba wamtenge mwalimu mmoja, ayo anabeba meno pembeni. Sasa hapa naenda kusambaza taarifa kote. Kila mwanafunzi ajue. Utulia hapo. Ni kazi yangu. Nasambaza taarifa mdogo. Subiri nende job next time. Naondoka mdogo. Boy snitch. Simkubali wala nini? Ukweli, Akikombogo kapata na shida. Yule kaongeza tu chumvi. Wakati tupo hapa shule, tuendelee kusubiri. Tutapata taarifa zaidi. Kifo cha panzi na kwa kunguru. Na taarifa. Taarifa gani? Tena nina taarifa ya msingi kuliko zote nilizokuwa nazo. Na taarifa ya msiba. Msiba? Headmaster Akikombogo amefariki. Kapigwa gumi hili moja tu. Gumi chini. Mtopo hapo mbinguni. Kapapo hapo. Yaani huko sasa hivi huko malaika wanapiga mahesabu, wanamjadili wampeleke peponi au mpeleke motoni. Lakini ingekuwa mimi nimeshika daftari, nikicheki tu jina Kipombogo. Pita huko. Sina mjadala. Kiongozi. Heshima kiongozi. Kipombogo? Unazungumzia nini? Headmaster Akikombogo amefariki. Unamaanisha nini? Kwa macho yangu mawili nimeshuhudia tukio linatokea. Tena amepigwa. Amepigwa? Akipombogo amepigwa na nani? Atakuwa nani kama sio mbabe wake? Sahili. Kampiga gumi moja tu, mtu kaenda down. Hapo kakata moto, jomba hata maji. Sahili hapa shule hayupo. Na wote tunafahamu kuwa Sahili amefukuzwa shule. Sasa huyo Sahili amemfikiaje Akipombogo mpaka akampiga? Na wewe umeona wapi? Tukio linatokea, mimi nimelishuhudia. Wewe pale ulivyokuja pamoja na walimu kuja kumbeba Akipombogo, nimewaona. Mlipopita pale, nyinyi mmepitia huku, sisi tumepitia huku. Sisi tumekwenda kutokea, tumekutana na Sahili getini akiwa anakimbia. Na yeye ndo alompiga. Wewe mkei wewe. Wewe Sahili umemwona wapi? Na hapa tumemuona tena nikiwa mimi na Levita. Okay, sawa. Mimi nataka unipeleke kwa Levita. Twende. Nenda. Siku nyingine utaacha huo umbea. Kwani wewe mkeo umjue? Mkeo mwanamke mwanaume, yani mkeo mbea kabisa. Levita. Abe. Ulimwona wapi Sahili akimpiga Akipombogo? Na alimpiga kwa kutumia nini? Sahili akimpiga Akipombogo? Ndio. Tena ulikuwa na MK. Wewe MK. Na? Ni saa ngapi tumemwona Sahili akimpiga Akipombogo? Mimi naye Sahili tumemwona wapi? Tumuona Sahili akiwa anakimbia au? Sawa, tumemwona Sahili akiwa anakimbia akitokea shuleni.
lakini hatujamuona kimpiga saa Kipombogo. Revita, naomba mnisaidie kwenye hili. Nataka nilikamilishe. Ni kweli saa Kipombogo amedondoka, lakini sisi wote hatujui chanzo cha kudondoka kwake. Na hivi sasa anapelekwa nyumbani kwake kwa sababu amegoma kupelekwa hospitali. Sasa natamani mnithibitishie kile mlichokiona. Head boy, ni kama nilivyokuambia kwa kwanza. Sisi hatujamuona Sahili akimpiga saa Kipombogo, bali tumemuona Sahili akitoka shule akiwa anakimbia. Mbona kama mnataka kunichanganya hivi? Ni wapi mlimuona Sahili? Wewe huyo Sahili ulimuona wapi akimpiga saa Kipombogo? Na ulikuwa na nani? Kwa akili zangu timamu, kwa kuwa mimi ni professional. Unajua mimi ni yule askari ambaye anakuwa matukio makubwa makubwa. Unaweza kanielezea picha nikaichora vile vile. Nikachora Sahili huko kakimbia, Headmaster huko kadondoka. Kwa nikapata jibu pale pale. Basi huyu ndio itakuwa kampiga Headmaster na sio kumpiga, yani ile KO. Moja tu chini. Acha umbea. Ya, kwa hiyo mimi nadhani hali iliyopo kwa sasa kikweli kabisa sio hali nzuri kabisa. Kwa hiyo tumeona wewe head boy uende ukawatangazie wanafunzi kwamba kwa leo wanapaswa warudi majumbani ili sisi kuweza kupisha kuangalia hali ya Headmaster inaendeleaje. Sanjari na hayo pia tunatamani tuzungumze. Kwa hiyo nafikiri ni hivyo, kama kuna muda mnapaswa ukae kaa na wanafunzi wenzio uzungumze namna gani inaweza ikawekwa hii hali kuwa sawa, kwa sababu kikweli kabisa shule yetu kwa sasa haiko sawa. Nafikiri wewe mwenyewe unaona mazingira. Ya, ni kweli. Safina. Abi madam. Uongozi umekubali kumrudisha Sahili shule. Wow. Sawa. Na hii ni barua mpelekee. Kawatangazia wanafunzi wote kuwa Sahili amerudishwa shule. Asante sana madam. Safina. Abi madam. Ni nini hicho? Barua. Barua ya nini? Madam Safina ameniambia uongozi wa shule unataka Sahili arudi shuleni. Kweli? Okay. Basi naomba wakati unaondoka upitie nyumbani kwangu kwanza, alafu ndio tuende wote kwa Sahili. Sawa. Mama Sarafina, unaendeleaje kwanza? Amna, yani ni pressure tu badala ya vile kugonga, kwa nilikuwa na pressure ndio maana nikapelekea nikadondoka nikaumia. Sawa sawa. Na Kenda amefika nyumbani vizuri. Ndio. Ulimuona? Nataka nimpigie babu hapa atuelekeze cha kufanya tena. Sawa. Halo babu. Mimi nimefanikiwa babu, nimeenda mpaka kule shule na nimeweza kumweka Kipombogo kwenye mtego wangu. Nimemwacha chini akiwa anahangaika. Sasa sijajua hapa nini nifanye kwanza sasa hivi. Ndio. Haya. Mama Sarafina. Nisikilize vizuri. Nisikilize kwa makini sana. Sasa hivi Kipombogo pale shule walimu wanataka kumpeleka hospitali. Sawa. Lakini yeye atakataa kwenda hospitali, atadai apelekwe nyumbani. Kwa sababu akili yake bado inajitambua vizuri. Kule nyumbani ana hazina yake. Akifika hiyo hazina yake ataimeza. Akiimeza atapona. Kwa hiyo wewe unatakiwa uwahi kufika pale nyumbani kabla yake. Ukachukua hiyo hazina, uichukue kitambaa cheusi. Alafu ukaifukia njia panda,
au kwenye mti mkubwa. Sawa, sawa nimekuelewa. Hiyo hazina iko kwenye chini. Amehamisha upande wa jikoni. Umeelewa vizuri eh? Kule kwenye uvungu wa kitanda kashaihamisha. Ile hazina ni kipunje kidogo hivi. Ifunge kitambaa cheusi, alafu na kaifukie njia panda au chini ya mti mkubwa. Sawa. Atakuwa anaelekea nyumbani. Wewe ufike kabla yao. Basi sawa. Haya. Tutawasiliana basi. Sawa. Mama. Karibuni. Asante mama. Marahaba, vipi hali? Wema. Marahaba. Karibu. Asante mama. Mama. Barua ya Kasahili. Tuarudi shuleni. Wow. Jamani, nimefurahi sana. Nimefurahi pia mama. Na huyu ni madamu wetu mpya pale shuleni, anaitwa Madam Kiki. Ni miongoni mwa walimu ambao wamejitahidi sana kaka Sahili aweze kurudi. Alikuwa akija darasani atupatia mbinu jinsi gani tuweze kumshawishi mwalimu mkuu Kipombogo mpaka Sahili arudi. Wow, nimefurahi sana kwa mama. Hongera sana. Nashukuru mama. Karibu. Asante. Sasa sijui yupo. Sahili ametoka. Oh. Na vipi atachelewa kurudi? Hata sifahamu, lakini nahisi hatachelewa. Okay. Sawa mama. Sasa kuna notes nilimtumia kwa wenzie. Sijui kama huwa anazipitia. Namuona anapitia pitia. Eti. Nashukuru sana madam kwa kampani yako kwa mwanangu. Asante mama. Nashukuru sana kwa kumsapoti mwanangu. Karibu ndani. Asante. Karibu mamangu. Nipate hata maji yani. Asante, ila mimi sio mkaaji mamangu kiukweli. Nilikuja tu ili nimpe mawaidha hapa na pale, pia nimtie na moyo akirudi aweze kwenda sawa na wengine. Asante sana mamangu, ila karibu uniwekee hata baraka zangu basi. Upate hata vimaji. Asante. Haya, karibu. Karibu ndani madam. Hello. Safi, mambo. Uko wapi? Sawa, sasa naomba uje nyuma ya madarasa huko. Yes, karibu na njia kuelekea chooni. Sawa, njoo utanikuta. Okay. Unanishtua. Mbona useme kama unakuja? Hebu naomba nikuulize swali. Hivi ulikuwa unakula au ulikuwa unajaza utumbo? Nilikuwa nakula. Kantini? Nisikilize. Mtoto mzuri kama wewe, unapaswa kula kantini. Unapaswa kula chakula chako special ambacho unaletewa. Yeah. Kwa namna ambavyo uko unaonekana vizuri na mrembo. Unaenda kuikamilisha ile methali inayosema wanawake ni pambo la dunia hii. Lakini mimi nikwambie kitu. Wewe ni pambo la shule yetu. Hata kama nyumbani nikiwa nimeamka na uchovu, yani kama sihitaji kwenda kazini, nikikumbuka tu upo wewe Skola, I say, yani ghafla tunahisi na nguvu, naweza nikanyanyuka na nikaenda shule. Kikweli wewe ni msichana ambaye umebadilisha sana mtazamo wangu kwa sasa. Yani kila nikikuona na kuona mpya tu yani. By the way, sio hiyo issue sana ninakuitia. Nilichokuitia hapa, mwili wako haupaswi kupata adhabu ya fimbo.
Na hata kama kungekuwa kuna adhabu, basi ningeandaa adhabu maalum kwa ajili yako. Ila sio kuchapana na fimbo. Nimekuibia mtihani wa Madam Sapna. Nimeamua kukuibia kwa kuletea wewe. Yes. Nimekuibia lakini naomba iwe siri. Umenielewa? Sawa. Okay. Wow. Yeah. Hatimaye nafaulu. Na imani na ni lazima nitafaulu. Swala la kufaulu hilo ndo shaka, kwa sababu liko chini ya uangalizi mzuri wa Sir Jaydan. Kwa nitafanya kila kitu ili mradi kuone ukiwa na furaha. Wow. Usiwe na wasiwasi kuhusu mimi. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Bye. Subiri kwanza. Mbona una haraka? Kama majibu tayari unayo na mtihani ndio huo. Kuna kitu kimoja tunatamani. Unajua mimi nimekupa zawadi. So na mimi natamani ningepata zawadi kutoka kwako. Zawadi? As long as ningejihisi kama niko comfortable. Kwa hiyo naomba unikiss. Yeah. Sir Jaydan. Kiss me. Mimi siwezi. Si nimekupa gift. Na unataka kunilipa zawadi yangu. Okay. Funga macho eh? Wewe. Njoo kwanza. Wewe unafanya nini huko? Sir Jaydan. Ifenesi limeiva? Hilo limeiva, shuka. Haya. Nashuka. Shuka chini. Haya. MK. Naam. Kwa nini unapenda kuniingilia katika rada zangu? Mimi yako. Mimi sasa sikufuatilii. Nilikuwa darasani, nikasikia harufu ya fenesi, nikaona bora mimi nije kuangalia fenesi iliyoiva. Unasema? Nasema. Sawa, sio unanifuatilia. Maana mimi ndio wa kwanza kufika hapa kuja kuangalia fenesi. Wewe. Luka kichula chula. Luka kichula chula. Sema mafenesi, mafenesi. Wewe, nenda huko. Huko. Haya. Sema fenesi, 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 fenesi. Shen. Fenesi, 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 fenesi. Naomba uende darasani. Lakini kwa makini sana na mtihani, sawa? Mimoyo mapigo yameshindwa kudunda, yamesimama mama. Unazania ni nini kitachotokea, swata nizikaona. Kwenye bahari ya mapenzi nashindwa kuelea, mwenzako nimezama. Nikifaranga we mwewe usinache mwenyewe Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Waafrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Samanini kidogo.
na shida na Skola. Kuna habari nyeti za dunia nataka kuongea naye. Skola, njoo. Nimekuona kipindi unatoa majibu ya mtihani wa Madam Safi. Kwa hiyo leo bila shaka ndio huo. Kwa hiyo unatakaje? Chagua moja. Kunigea majibu ya mtihani au nikasema. Nitakupa darasani. Darasani? Darasani madam atakuwepo. Kwa hiyo basi mimi naenda kusema. Wewe mkei wewe. Tasema. Nakupa majibu. Na ule wako nisikie taarifa hizi kwa mtu. Yaani leo umecheza kama Pele. Ukiona swali lolote linakusumbua, nione mimi, sawa eh? Yaani sisemi kwa mtu yoyote yani. Skola. Tuendeleeni kuimba. Mungu ibariki Afrika. Aya, wabariki viongozi wake. Hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu. Changamkeni. Mama Salafini, Mama Salafini.